Ibtisam, mimi nataka ulie ngoma za masikio zipasuke kabisa. Sitoweza kujali kitu chochote kile. Na unanifahamu fika kwamba sina huruma na jambo lolote ambalo mimi nalitazama mbele yangu. Na hapa nazungumza kama mume. Sasa basi, kitu cha kukuambia wewe kuanzia leo, sitaki nirudie tena haya maneno. Uko chini yangu na ndani ya mamlaka ya kwangu mimi kama mimi, Bwana Hemed Juma. Alichokifanya mdogo wako kwa siku ya leo, akithubutu kufanya tena kwa alichokifanya. Nataka nikwambie kitu kimoja. Kuanzia leo, Ramadhani hii ya mwisho na nyingine zijazo, miaka ya mbele, sitaki nikuone tena ukiwa unafunga. चुपके से टूटे हैं मेरे अरमान, तेरे ही घर में हूँ मैं अनजान, तेरी दुनिया में मेरी जगह क्या. Na ukijaribu kufunga iwe kisirisiri, mimi nisijue, ndio itakuwa talaka yako wewe ya kuondoka hapa nyumbani kwangu. चुपके से टूटे हैं मेरे अरमान. Narudia tena, ukijaribu tena kufunga kuanzia leo, ndio itakuwa talaka yako zote tatu. Nadhani utakuwa umenielewa. Asante kwa kushiriki. Imani ipo ndani ya kificho, moyoni kumezungukwa na Mungu wangu, Mungu wangu, wapi nakosea mimi? Uniambie Mungu, nakosea wapi? Mungu nakuomba mwanangu, naomba unibadilishe mume wangu. Nakuomba unibadilishe mume wangu. Sababu alizonipa sasa hii, kweli Mungu niache kufunga kweli? Nisaidie eti Mungu, ongea na mimi. Unataka nikusaidia vipi? Usikie vilio vyako, ongea na vipi Mungu? Nakuomba ya Rabbi, hata kidogo tu mume wangu abadilike. Nampenda bado. Nakosea wapi? तेरे ही घर में तेरी दुनिया में मेरी जगह क्या. Ibtisam, Ibtisam, wewe Mungu, umeshinda kunivumilia japo sekunde tu nimalize swala. Shika adabu yako. Hivi mimi siku zote nimekwambia vipi kuhusu mimi na swala? Wewe unataka mimi na swala kweli? Afasiroi nini? Sikia, iwe mwanzo na mwisho. Sitaki kabisa mimi nifananishe na swala na kitu chochote kile. Tumeelewana vizuri? Hivi swala ndo imekuoa au mimi nimekuoa wewe? Mungu, swala.
Kaa kimya. Natoka. Nitarudi baada ya nusu saa ijayo. Sasa nitoke, endelea na swala yako, nigonge kama mwanzo na usinifungulie. Sitoweza kurudia mara mbili. Sawa? Mola, sikia maombi yangu, pokea dua zangu. Nachoka kwa kukusalia tu, nako mume wangu haelewi. Nipige basi kwa uchache tu. तेरे ही घर में हूँ मैं अनजान, तेरी दुनिया Dada, mbona unalia? Sasa hivi kuna kesi gani mpi? Ndugu yangu, naumia, najisikia vibaya mimi kweli. Nilikuwa na swali hapa, shemeji yako kashindwa kunivumilia japo sekunde, kanitoa kwenye swala kule kunisukuma mimi teke. Nikiwa na swali tena, nilikuwa mwishoni tu, yaani kama sekunde tu nimalizie. Kweli naumia. Hata mimi naumia, lakini kikubwa ni dua tu dada yangu. Mimi na imani kila kitu kinaweza kikawa sawa na Mwenyezi Mungu akambadilisha. Sawa, taendelea kuomba. Ila mdogo wangu, pole sana nawe kwa kipigo ulichopiga, lakini haujaumia kwa ule mtama hiyo. Nachaje kuumia dada, lakini mimi nimemsamehe. Nina imani kwamba Mwenyezi Mungu atambadilisha tu. Basi wacha mimi nikaoje, kwa sababu siko sawa. Mdogo wangu. Hivyo utaendelea kuishi kwenye mateso mpaka lini? Usitake kuniambia kuwa moyo wako umeridhia kabisa kwa haya mateso unapata hapa ndani. Nikwambie kitu mdogo wangu, haya maisha mimi nimekubaliana nayo, na ndio maana niko kwenye ndoa yangu, kwa sababu nina matumaini makubwa kwamba hivyo siku mume wangu atabadilika. Ila nina kitu nilikuwa nikifanya kikubwa ambacho kitamfanya mume wangu abadilike, japo kitakuwa cha maumivu, lakini natumaini kitanipa nafasi nzuri sana kwa mume wangu. Ni kitu gani? Naweza nifika, ngoja nikamfungulie. Bwana, hebu toka nje utupishe mara moja. Kuna muongeza. Imani ipo ndani ya kificho, moyoni kumezungukwa na kifo.
Alafu ukae nje kabisa, msikuone maeneo haya, sawa? Ramadhani ndio mwezi wa kutubu, kusale mambo ya kidua na kumrudia. Karibu. Jisikia uko nyumbani pia. Ibtisam. Anaitwa Happy. Nadhani unamjua na ushasikia stori nyingi sana juu yake. Ulichokisikia kwa watu ndicho ndio kilichokuwepo. Nina mahusiano naye. Atakuwa ni mke mwenzio. Nina mahusiano naye. Happy. Sijiulize maswali mengi, ameshazoea kulia. Ni kawaida yake. Jisikia uko huru kabisa, hapa ni nyumbani kwako. Na kwa siku ya leo atakuwa hapa pia. चुपके से टूटे हैं मेरे अरमान, तेरे ही घर में हूँ मैं अनजान। तेरी दुनिया में मेरी जगह क्या, मैं खुद से ही अब हूँ परेशान। Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mbona umekaa hapa nje? Kuna kitu unasubiri? Niko kuna kitu nafikiria. Vipi? Kuna tatizo? No, ila kuna kitu nilikuwa nataka nikwambie. Nikman, si unajua ninaisia na wewe. Siwezi nikakwambia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naomba Ramadhani ikiisha tuongee please. Naomba unipe chance. Sawa. Nimekuelewa. Shukrani. Ubaki salama. Kwako pia. Dada yangu, hebu jaribu kuwaza vitu vyangu. Mimi ndio nilikuwa huru. Upo ndani umeolewa kama mke, alafu mume wako anakuletea mwanamke mwingine. Ungejisikiaje? Jaribu kubeba maumivu ambayo niko nayo mimi ndani ya nyumba yangu, mimi na mume wangu. Ukiwa kama mwanamke unaacha unakubaliana. Sikia nikwambie. Mimi sina makosa. Mwenye makosa ni mume wetu. Mungu wangu. Kabisa. Unatahidi. Bado msichana mdogo sana. Unaweza kupambana na kupata mume wako. Wewe ni kama mdogo wangu. Kwa nini usijitafutie mume wako? Kabisa unaniambia kabisa una makosa. Ya, ni kweli pengine una makosa. Lakini unajua usika kwamba wewe mwanaume ana mke. Kwa nini usingejizoea tu kabaki uko nje? Kweli? Maumivu ninayopitia mimi, kumbuka hata wewe ni mwanamke. Kesho na kesho kutwa na utakuwa na mume.
mume wako akikufanyia haya ambayo mimi nafanyia, wewe utajisikiaje? Sikia nikwambie, huyu ni mume wetu, na ndio maana amediriki kunitoa kwenye nilikokuwa kunileta mpaka hapa. Kama angejua mimi sio mke wake, asingenileta ndani ya nyumba hii. Hebu mheshimu Mungu, niheshimu na wewe pia. Kwanza ninachoomba, futa kauli yako ya kusema mimi mke mwingine. Wewe mume wangu hajakuoa, mimi ndio mke halali wa Medi. Hajawahi kuniambia mume wangu hata siku moja kwamba anaenda kuoa mke wa pili. Wewe leo una hata aibu, unajitambulisha kuwa ni mke mwenzangu. Kwani shida iko wapi? Kabisa. Una hata aibu. Dada, kwa heshima tu ninakuomba utoke nyumbani kwangu. Kabla sijafanya kitu chochote kibaya, naomba uondoke. Kwa mara ya pili, naomba utoke nyumbani kwangu. Stop. Dada, nimesema toka nyumbani kwangu. Imani ipo ndani ya kificho. Mungu! Moyoni kumezungukwa na kifo. Mateso, nafsi haijapata pumziko. Ramadhani ndiyo mwezi wa kutubu, kusahau yale mambo ya kidua na kumrudia Mungu. Majuto ya nafsi, hatima yake nini? Majuto ya nafsi, hofu haishi. Majuto ya nafsi, hadi kaburini. चुपके से टूटे हैं मेरे अरमान, तेरे ही घर में हूँ तेरी दुनिया में मेरी जगह क्या। Nimemkagua vizuri kwa makini. Mtaalamu nimehakikisha mapigo ya moyo, pumzi na mwitikio wa mwili. Kwa masikitiko makubwa, sina taarifa nzuri. Sijakuelewa daktari. Unamaanisha nini? Endeleeni Bwana Ahmed. Tayari ameshafariki dunia. चुपके से टूटे हैं मेरे अरमान, तेरे ही घर में हूँ मैं। Hiyo kazi yangu nimemaliza. Natakia msiba mwema. Poleni. मेरी जगह क्या, मैं खुद से ही Oh,
peke yangu na shida. Hata kama unanitesa, mimi hamtaki, nakubali. Mimi nitakubali chochote kwako, nakurudi. Kullu nafsi dha'iqatul maut. Hemed, pumzi haina ujanja kwenye kifo. Almautul bab. Hemed, mauti ni mlango, na hayo ndiyo majuto ya nafsi. Imani ipo ndani ya kificho, moyoni kumezungukwa na kifo, mateso, nafsi haijapata pumziko. Ramadhani ndiyo